kwanza kabisa kwa fursa hii kwa Mwenyezi Mungu Yesu Kristo na Roho Mtakatifu kwa mmoja wakati. Pili, kwa fursa hii kwa kila mmoja wenu. Nakumbuka mlisimama na mimi wakati nilikuwa nikitafuta. Alafu mkatupatia ile jiko ambalo kamilifu kabisa. Pengine maji kitii Mungu na kupatia sheria zake. Wewe unaita pale patiently. Hata kwa mama anaweza kurejesha msichana wako. So message yetu leo itahusu repentance and restoration. Na hili kutubu na urejesho. Hallelujah. Can you imagine you give me an virgin? I'm very proud of my wife when you give me. Do you notice anything on me? Lakini sasa nimepitia mitanuru pale. Na nawili katika Yesu. Haleluya. Bwana anatunza vizuri vile tunza vile tunapenda. Naye anazingatia hiyo heshima Mungu. Haleluya. Ya tatu, ningependa kumshukuru kila mmoja wetu pia kwa kuruhusu huduma ya Mungu na hata na waumini. Vile kubali Dr. Robert Kareni mwenyewe naye pia hapa ni mkumu na wote wengine wanatumilia wanatujenga na Mungu naye anaendelea kutubariki. Haleluya. Nani abariki kwa hii siku for granted. Mungu ako na lengo na kusudi la kuinua, kujenga na kubariki from glory to glory and from strength to strength. Hallelujah. Success. Nashukuru pia kwa idara mbalimbali viongozi na umoja na upendo na heshima kwa mmoja kwa mwingine. Na nikumbusha mwanzilishi wa taifa letu Jomo Kenyatta. We are very dynamic founder, dynamic leader of Kenya. Kwa sababu alitaka tuwe huru. Freedom is very important. Hallelujah. And I thank this nation for the gift of freedom. So Jesus preached that according to Isaiah chapter 61, verse 1 through 2. The Spirit of the Lord upon me to preach the gospel, to preach the good news, to release the captives, kuweka huru mateka. Na hata vipofu kuona, vijana kutembea, viziwi kusikia, na kutangaza neno la Bwana. I'm declaring and decreeing this year to be a year of blessings. Hallelujah. Kama mtu amekufungia mahali fulani, Bwana Yesu anasema he is in you and he is greater than that problem and that person trying to scare you. Hallelujah. So tena shukuru kwa walimu wa Sunday School. Watoto wakiongea hapa kwa nyimbo ama kwa scriptures, mimi najiangalia sana na najifunza kitu kwa watoto. Jesus said, don't stop small children, little children to come to me. And whatever causes a little one to stumble, walk upon him. Jiwe kubwa likifungwa kwa shingo kama nani, kile ndani ya bahari. Hallelujah. So ni asante. Hata pia mwalimu wa English service, kama tunaona English service nzuri, anaendelea vizuri huko. Ndio nimeomba Musa alete English service kwa hapa leo. Hallelujah. Asante kwa Musa. Thank you Stanley and Stella and other visitors who have come. We thank God for protecting our own and others.
country. There is war raging on, and some or many have lost their lives there. But when we see those coming back alive, we give the glory and the honor to God, the Majesty. Hallelujah. Mother Nagosha. So ujumbe wetu sitarudia sana na sitaenda kwenye sana. Nimesoma kwa Kikuyu. Somebody said God is good, and all the time God is good. And someone added, He is good because that is His nature. To be good, and He is great, He is gracious, He is precious, He is generous. And I thank God for this land. He brought you here for a purpose of building you up and making you be fruitful. So don't be afraid, to be dismayed. So hope wala usifie chochote. Bwana Mungu ameahidi atakulinda, atakusaidia na mkono wake wa kuume. Haleluya. Unajua nilienda Kapeguria kuona mahali Kenyatta alikuwa amezuiliwa. Nilikuwa nikiomba Mungu niende huko nione ni kweli wanataka kuua Kenyatta. Na walijaribu kuja nyingi. Kuna chumba mtu alipiga missile bomb ikapiga, lakini Mungu alizuia haikumfikia. Na Wakenya walikuwa wameungana wakati huo, walikuwa wanasema Kenyatta asipotoka, asipokuwa huru atawale Kenya, hawezi kubali kitu kingine. Watu walimwaga damu kwa sababu ya uhuru. Haleluya. So hata vile wewe umekuja hapa, kuna mwenye alipenya njia, alikuombea mkaja. Bongei is one of my favorite preachers. Besides Karimi. He had a vision. God showed him a vision. Mungu alimwonyesha maono. Kulikuwa na mansion kubwa sana, kulikuwa na chumba cha fahari. Sasa Bongei alifikiria yeye atarithi hicho chumba. Lakini Mungu akamwambia, wait a minute. Subiri kidogo. Hii si yako. Sasa Bongei akasema, hii kazi yote nimefanya. Siwezi kunizawadia hiyo nyumba kubwa na fahari. Sasa malaika alipoint Mungu alionyesha kidole kwa mama mjane, mama ambaye anakuja kanisani mapema na hata anakuwa wamishi kutoka. Na hata nyumbani hapo kwa magoti. Anaombea wahubiri, anaombea wafalme na viongozi. Sasa Mungu akasema hiyo nyumba ya fahari ni ya huyo mama, kwa sababu yeye anafanya kazi yako kufaulu. Na kweli wahubiri wakizunguka duniani na duniani wakihubiri wanafaulu kwa sababu yako wewe, na kwa sababu yangu mimi, na kwa sababu ya yule mwingine. Usione kazi unafanya ya kuomba au kuwa na maslahi ya watu wengine ikiwa ni bure. Mungu atakuzawadisha. Hallelujah. In the book of Jeremiah, chapter 18, verses 1 to 11. Sitarudia kusoma. Kwa ufupi, Jeremiah ni mmoja wa manabii ama prophets ambao Mungu alichagua na kutenga kwa kazi yake, kwa huduma yake. God set apart Jeremiah for a special purpose. He's a weeping prophet. Most of the time he was crying. He had compassion for the people of Israel, particularly the tribe of Judah. Even when God wanted to destroy Israelites, Jeremiah would go to his knees and cry to God. That's why God revealed to him that when you trouble, call upon me, and I will reveal to you great and wonderful things that you don't know. Hallelujah. Na mwanzo Jeremiah alijidharau. Alisema yeye hastahili. Mimi mchanga mtoto mdogo, subiri
God said, I'm sending you to the nations, and I'm sending you to the kingdoms, and I'm sending you to the kings. Pluck up and pluck down the evil that is in them, and build and plant success or good things in them. Hallelujah. So, wakati huu Mungu amemwambia Yeremia, neno la Mungu lilikuja kwa Yeremia. The word of God, very powerful and effective and alive. It came to Jeremiah, commanding him to go to the potter's house. Hii ujumbe inahusu the potter and the clay, mfinyanzi na udongo. So Jeremiah hakuogopa, alienda. Na Mungu akamwambia, nitakuonyesha, nitaongea na wewe, nikujulishe ni nini nataka ama nahitaji. So akaenda, akaingia akakuta mfinyanzi blacksmith. Akaenda akaanza kuona, akachungulia, akaona huyu mfinyanzi mtu mwenye alikuwa anatumia udongo. I can't go where I come from. Kuna wamama hodari sana, na heshimu wamama sana, kwa sababu they are inventors. They are innovators. Hallelujah. Wanachukua udongo, wanachanganya, wanafinya, wanaponda, alafu ikishakuwa ngumu wanaanza kutengeneza nyungu ama vyombo. Jeremiah was observing, and the potter made one jar or one vessel and destroyed it. Aliharibu ile nyungu alikuwa ameunda ya kwanza. Na akaendelea kuchunguza, akaona anabadilisha. Badala ya kutengeneza sasa kikombe, akatengeneza mtungi ya maji. Hata hivyo akaona hiyo haina maana sana, akaharibu tena. Akataka kutengeneza sasa ile store ama vessel kubwa, nyungu kubwa ya kubeba mahindi au ya kubeba maharage na kadhalika. So Jeremiah akashangaa, kuna lengo gani kwa hii kitu? Sasa Mungu akamwambia, nena na taifa langu la Waisraeli. Oh Israel, can I not do with you what the potter is doing with the clay? Hilo ni swali. Katika mstari ama aya ya 5 kuna swali hilo. Mungu anauliza wewe na mimi adhuhuri ya leo ya kwamba, je, hawezi kufanya kwako ama kwangu vile alifanya, kama vile mfinyanzi anafanya na udongo? So akaendelea kumwambia kwamba akimtuma kwa taifa ama kwa watu, kama wanatenda maovu na wangaili, watubu, waungame dhambi, wachane na maovu, watende mema, Mungu atawabariki na atawasamehe. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu huo moyo wa kusaidiana uko katika kanisa hili la Ushindi. Kwa sababu hamchoki na kutenda mema. Kuna misiba nyingi inapatikana kila wiki, almost kila siku, lakini mnakuja pamoja kwa kundi, mnakaa hapa au wanakaa hapa kusaidiana. Na at that juncture, ningechukua fursa hii to say congratulations to the pastor and the first lady. You did a good job. The one who got someone to go and rest. Sisi tukapole, nikaongea, nikongeza kwa sababu you did your best. What God required you to do. And God loved him even more than we did. So we did it in this time more than any other time. Apparently it's very important. Na kila mmoja wetu amepoteza mpendwa, mtoto, mzazi ama wote na kadhalika. So I'm talking to you, the one wote wamelala, wanaenda kuwa na Mungu. Kwa hivyo kwa ufupi, Mungu anaendelea kusema katika hiyo mstari ya
kwamba tukiwa na mmoja Mungu amemshauri ama amekusudia kumharibu na gairi ama kitendo gairi, basi ataweza kumwacha aangamie. Tuko na mfano hai katika kitabu cha Hesabu sura ya 12. Kuna Musa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa mnyenyekevu, na Miriam dada yake na Aaron ndugu yake walimsengenya na wakadharau mkewe, wakasema ni mkushi, yaani dada kama vile mtu anaweza kudharau mtu ameoa mtungo au ama mtu ameoa kabla nyingine na halikadhalika. God is listening. Nashukuru Mungu kwa kanisa hili because you are encouraging intermarriage and you are encouraging cooperation, kuungana, kufanya na kusaidia. Hallelujah. So your hearts are pure and God loves those with pure hearts because they will see God and they will inherit the kingdom of God. Hallelujah. So Paul vile Miriam na Aaron walidharau Musa hivyo, na Mungu akasikia, akashuka kwa wingi, akawasama waingie kwa hema, kwa sababu alikuwa amesema, has God spoken to Moses and not to any other prophet or any other person? Na mara moja ukoma ukawashika. Aaron alilalamika kwa Musa amuombee kwa Mungu, na Mungu akasikia maombi ya Musa, akaponya Aaron mara moja, kwa sababu alimdhika aligairi. Miriam akasitasita kidogo. Angalau Miriam alikuwa muhimu sana, ndio alikuwa mwimbaji na alifanya kazi nzuri wakati walikuwa wanavuka kwa bahari ama ziwa la Shamu wakienda upande ule mwingine. Miriam alikuwa hodari sana kwa kuimba na kuongoza vikundi vya wamama na wazee na watoto na vijana pamoja. Lakini bila akataa kugairi, alishika na ukoma na akafungiwa kwa wiki mbili, mpaka alipoomba msamaha Mungu akamponya. Hallelujah. Maybe there is somebody in your neighborhood at your place of work, maybe in this place, in this church, who needs your intercession or your intercession prayer. God is looking for people to stand in the gap, you and me. When we do the will of God, God is pleased with us, and He's telling us, even when your enemy is suffering or falls down, don't laugh at your enemy, don't look at them, because God will displease God, na Mungu bila kukusudia kunibariki ama kubariki wewe haitakuwa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu hapa ni tofauti kabisa. Haleluya. Huku kwingineko watoto wanazozana na wazazi. Mtoto anasema, did I ask you to bring me the world? Tangu mimi nilikuuliza unilete ulimwenguni. Are you aware that's going on? Hata hapa Amerika, sehemu nyingine, kuna mmoja aliambia mke, kama unataka nikuoe, hawa watoto wagambo, illegitimate children, au kama walikuwa illegitimate kwa mwingine, yeye hawataki. Sasa kuna wakati mama mmoja mzungu alituma watoto kwa maji ndiposa aolewe na mtu wake, kwa sababu hakujua Mungu. Angalau angebadilika, angaili Mungu amemsamehe, amponye. Kwa hivyo nitapea mfano mwingine katika Marko 14. Kuna mama mmoja anaitwa Mary Magdalene. Alipendwa sana na Yesu. Hata Yesu vile alikuwa ameshikwa na mapepo 7, Bwana Yesu wakati mmoja alimwombea atoa hiyo mapepo kufukuza na akamponya. Hata wakati amefikiriwa ameshikwa katika mambo ya anasa, Mungu Bwana Yesu
alimwangalia na akamsamehe kwa sababu huyu Mary Magdalene alikuwa ametendea Yesu kitendo kizuri sana cha kuhifadhi mwili wake wakati alikuwa akienda kusulubiwa na kutundikwa msalabani. In this passage, especially beginning from verses 6 through 9 hapo tulisomea kusoma sahihi, wakati watu wanalalamika, especially ilianza na Judas Iscariot. Alisema wakati huyu Mary Magdalene alikuja kwa chumba, Yesu alikuwa amealikwa, amekanyaga uchafu, na huyu mama akatoa mafuta na bei ghali, akaanza kupangusa Yesu miguu, iko na hata na mafi chafu ya aina yote, takataka na ghasia. Sasa akapangusa na nywele yake, na mnajua vile wamama wanapenda nywele yao. Haleluya. So yeye hakujali. So kila Iskariote analalamika, anasema hii mafuta ingeuzwa pesa zipewe kwa maskini. Yesu alisema, you trouble na leave her alone. Yeye ametenda kitu kizuri, jambo nzuri, kuhifadhi mwili wangu kabla ya kusulubiwa, kuliko msalabani. So walimwachilia kwa sababu Yesu alimtetea. Na hapo in verse 9 Bwana Yesu anasema jambo muhimu sana, na anarudia kusema hiyo message kwako na kwangu, ukizingatia amri za Mungu, ukihudumia Mungu vilivyo, ukiweka maslahi na matakwa ya wenzako kama wenye wanaangalia mbele. Haleluya. So Yesu alisema popote injili itahubiriwa, wherever this good news, the gospel will be preached, Mary Magdalene will be remembered as a memorial. Hata Daudi anamuunga mkono katika Zaburi 112 kuanzia aya ya 6 hapo, ya kwamba when you do good, you will be remembered always, but you can be remembered sometimes for the wrong or the evil. Kwa mfano, tukikumbuka Job ama Ayub, mkewe aligeuka kusema, Mungu wako huyu mbona anaacha unateseka hivi, mlaani ukufe. But because Job was a righteous man and a very rich man, and God knew it, God was defending him, despite the devil accusing him because of the hedge of riches and wealth, good looks that God had put around him. Alisema ya kwamba kutoa hiyo ukuta, basi Ayub atamlaani. But Ayub testified in Job 42, beginning from 4 following, ya kwamba I have just heard about God, but now I can see him with my own eyes. Hallelujah. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu ametega macho yake, amelena macho yake kwako na kwangu. Macho yake yanaangalia pembe zote na kumulika, na masikio yake pia yametega kwako na kwangu. Ukilia juu ya adui ama mtetezi wako, hata kabla hujanena lolote, Mungu ameona na Mungu amesikia na atakuja kukukomboa. Ndiposa tumeahidiwa ya kwamba God has set aside things that no eye has ever seen, things that no ear has ever heard, and things no heart has ever perceived, for those who love him. Amen. Neno la Bwana lisifiwe. Wenye moyo safi watamuona Yesu, wenye moyo safi watamuona Yesu, watamuona Yesu, watamuona Yesu. Mzigo wa dhambi kama mlandoni, mzigo wa dhambi kama mlandoni, kama mlandoni, Paul alikuwa mtumishi wa Mungu hodari sana, na aliteseka
wengine zaidi. Alipitia katika mitego, alipitia katika mafuriko, alipitia katika vita, kupigwa mawe, kutukana, kudharauliwa, hata joka linaingia kwa mkono wake nataka limuume, but he just, in the name of Jesus, just threw it off. Vile watu walikuwa wakitarajia ya kwamba hiyo joka litamuuma akufe ati mwenye dhambi. God has always given his angels assignment to watch over you and to watch over me, as David testifies in Psalms 34:7 and verse 8 talks of come and taste of the goodness of the Lord. So katika Wakorintho wa pili sura ya 4 hiyo kuanzia 8 kufikia 10, kuna wakati tunafinywa, lakini habari njema kwa Mungu is but we cannot be crushed. Unajua nikipeana mfano wangu, mwaka wa 2004 nilishambuliwa mara pili na majambazi. Ukiona nikilini mguu wangu mmoja ikiwa fupi, ujue nilipitia katika matesi ya mkono. Walinipiga kichwa, wakapiga mwili wote, hata karibu kuvunja mguu wa kushoto. Wakafinya macho to the extent of removing, blowing my eyes out. Wakafinya koo, wakavuta, sauti ikapotea. Haleluya. Sauti ilipopotea, nilikaa na hiyo shida. Nilienda Kenyatta, naenda Nairobi hospital, walijaribu kunisaidia, lakini hiyo sauti haikurudi, haikurejea. Lakini niliamini kwamba Mungu nifungulie siku moja niende UK ama niende Amerika nipate usaidizi. Na kweli Mungu alifanya maajabu. Alifungua hiyo mlango, sikuwa na pesa. Nikaja na niliweka mikononi mwenu. Haleluya. Si mke tu mmenipatia, na hiyo ni kutenda mema. And God is going to reward you richly. Haleluya. So, nilikuwa kwa Ajabu Afrika, nikitafuta usaidizi kwa sababu in this country without insurance, you can't get an education. So, nilipelekwa hospitali na Dr. Timatu na Dr. Ranja. Na waliniangalia, kuweka kwa screen, kuangalia uke wangu siku wa mimi ni my larynx, yani larynx ilikuwa katika mara mbili. Even the doctor told me that it might not be possible for you to recover and gain your voice. Itakuwa 50-50. Inaweza kuharibika zaidi ama inaweza kurekebika kidogo. But I thank God because the voice is fully restored. Hallelujah. I believe in miracles and the miracle of God. And as I speak to you, I want to give somebody hope. The wife you have given me, I'm so thankful on zamani, alikuwa ananikosea nikiwa mdogo, nikiwa mkubwa kidogo, na mlenga na nipisha kisasi. I ambush huyo mtu, napiga, nipisha kisasi. Lakini, when I go say, nikaona hiyo ni dhambi. Na mke mmenipa si kama Eva Adam na Mungu mmenipa hivi na hivi. Mke mmenipa nzuri kwa sababu ni mfano hai, ni mfano mzuri kwangu, kwa usafi na kwa mwenendo, attitude na tabia, kwa sababu nazidi na kuendelea kurekebika. Continuing to be renewed and to be restored. Hallelujah. Nikiendelea kutubu na kutazamia na kujiegemeza kwa Bwana Yesu. Mambo yote yanawezekana kupitia kwa Bwana Yesu. We can be persecuted, we can be perplexed, but we are not abandoned. The Lord has not forsaken us. We can be cast down. And God spoke through Micah chapter 7 verse 7 through 8. Do not look at me or my enemy. Even when I fall down, my Savior will raise me up.
Haleluya. Mwokozi Yesu, Mwokozi Yesu, hata nikianguka chini ananiamsha mara moja. Hata nikiwa katika gizani, Bwana Yesu anakuwa nuru yangu. Did you know that Jesus came to his own, the Jews, and they rejected him? Hallelujah. John 1:11 testifies to that. But as much as those who believe in him, they have the power and the authority to become the children of God. Ukiamini tu na kumpokea hata dakika hii, kama ulikubali, yeye atakuwa Bwana na nahodha wa maisha yako, roho yako, mtoto wako, familia yako, kanisa lako, makanisa letu na nchi yetu na kadhalika. Those who are called by my name, they will only turn to me, or will turn to me and pray and repent. We pray for our nation, we pray for our country. God will hear and heal our nation. Even right now, ningependa kuja kwa hiyo ujumbe, Mungu anakupa jukumu la kuombea mtu fulani kama mtu mmoja. Thank you, Steve. We pray for those who are serving armed forces all over. And we can see what God is doing to protect you and make you safe. Because he has written his name, our names on the palm of his hands. When he looks at his hand, he sees your name, my name, and his name is glorified. Na Bwana Yesu alisema, wale wamenipa hakuna mwenye kunyakua kutoka kwa mikono yangu. Hallelujah. So katika nchi yetu ya Kenya, ningependa kuja kwa huo mstari. Mungu anasema ya hapo bring with us to a certain nation, to a certain people. But because of the intercession, because of your intercession, kwa sababu ya maombi yako, kwa sababu ya moyo wako wa kusaidia, wa kuhurumia, Mungu atasamehe hata karibu, ama hata ua, ama hata funga, ama kubaya hata kutetea. I remember kuna kijana mmoja kuna mtu anataka kupisha kisasi kwangu, anataka kunidunga kisu. Naye alikuwa macho akamwona, akampiga teke chini huko. Na wakati kulikuwa na mapinduzi katika Kenya, Air Force 82, niliona kwa gazeti huyu kijana ni mmoja alikuwa kwa Air Force. Alikuwa hukumiwa miaka 20, alikuwa amepigwa risasi. Nikakumbuka ile wema, ile utu alinionyesha, ile ukarimu alinionyesha. Nikaomba Mungu, tafadhali Mungu, tafadhali Bwana Yesu, usimame neno lako. Neno lako ni msingi. Neno lako, your word is our fountain, your word is our rock. And you are faithful, you are just. You are a kindness that whenever two or three are gathered in the name of God, you will bring it to pass. Kwa hiyo nilimwombea huyu ndugu na nikaenda nisaidia nasema kuombea fulani. Na tuliomba na ajabu ni kwamba huyu jamaa alikuwa amepata mwezi mmoja kwa jela. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kenya saa hii hali ya mtetemeko ya siasa ya uchaguzi waliahirisha mpaka Machi usia, na kuna mmoja wetu ambaye darasa la mwisho. Nakumbuka wakati Amina alikuwa anatisha Kenya, alikuwa analeta watu pamoja wanaomba, na Wakenya wanakuwa pamoja na miujiza inatendeka. Adui anashambulia Kenya hata kidogo. Kwa hiyo nimeomba kanisa hili, wewe na mimi, tusimame pamoja na huyu mtoto wa Kenyatta, Uhuru. Haleluya. Na heri ni kibali kwa Yesu. Mimi sioni kama Uhuru ana hatia ataua mtu. Wale ndugu wa Kenyatta aliua nani? If anything, kwa their wealth, their banks, their farms, wameajiri watu wanafaidika kikazi. Hata watu kutoka sehemu yetu wanafaidika na hiyo familia na kwingineko. Na makampuni fulani ambayo imeanzishwa na hiyo familia.
Kwa hivyo tusimame imara na huyu kijana, kama Mungu ameahidia, kama Mungu ameahidi kama amekusudia ya kwamba awe uhuru, atakuwa rais, kama atakuwa president wa Kenya, ni nani atazuia? Haleluya. Mmekubali tusimame pamoja na Uhuru Kenyatta na Mungu atende miujiza. Si kesho, leo hii Mungu atende miujiza na uhuru awe uhuru. Kama ni kusonga mbele vile nimeimba kwa wimbo, injili iende mbele, iende mbele, iende mbele. So neno la Mungu lisonge mbele, na sisi tusonge mbele kwa imani na kwa matendo, na Mungu atafanya maajabu. So in Ezekiel chapter 36 verse 24-26, Mungu anataka kutupatia maji ya uzima vile alinyunyizia mwanamke Msamaria. Na huyu mwanamke alienda kushuhudia wenzake ya kwamba njooni muone mwenye amejua hali yangu na amenisaidia nimebadilika. Alikuwa amedharauliwa na kila mtu, na Bwana Yesu alimpenda. Haleluya. Na hata akaendelea na kutangaza injili, watu wengi wakaokoka. Leo kijiji nzima kawaida waje kujionea. Kuna mtu mmoja alikuwa anaishi Nazareth, alipoambiwa njoo umwone Bwana Yesu, akasema can anything good come out of Nazareth? Kuna wale labda wanasema can anything good come out of Ushindi? Kama kuna mmoja anawazia hiyo huko nje, ole kwake, kwa sababu kuna mambo mazuri wapi katika Ushindi Church. Haleluya. Wewe na mimi ni miujiza ya Mungu katika Ushindi Church. Kwa hivyo ni asante kwa uhuru wa kusikiza neno la Bwana, na ni asante kwa uhuru wa kuhudumia Bwana, na kwa uhuru na moyo mkunjufu, moyo wa kujenga, na moyo wa kusaidia mahali fulani. Haleluya. So God wants to give you a new heart, the heart of flesh, and remove the heart of stone. Ezekiel is testifying to that, and it is God speaking through the prophet Ezekiel to support what Jeremiah is telling us this afternoon. Hallelujah. Even Matthew 5:8 tells us that those with pure hearts will see God. And we shall not only see him, but we shall inherit the kingdom and be joint heirs with the Lord Jesus Christ. Ni wangapi wangependa kuendelea kulea wenzao vile wanatarajia wenzao nao watendea? Do unto others what you expect them to do unto you. Nobody will ever expect somebody to hurt or to harm them. So why should I harm you when you are of benefit, when you are of value to me? Una msaada kwangu. Haleluya. Na Mungu ndio msaada wetu wa karibu. Haleluya. So tusimame na tuimbe Mungu kwa vile tunapenda sana. Nasema loving Jesus, loving Jesus, loving Jesus for the wonder you are. I love you so, 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 loving Jesus, loving Jesus for
We humble ourselves before you, Lord, acknowledging your sovereignty. We thank you because you are just and faithful. Lord, you are our advocate. You are our attorney. You are our lawyer. And you are the just judge. Father, we pray that you don't judge us by our negative attitudes. We repent of every known and unknown sin, Lord, this afternoon, that you cleanse us, that you give us, you create in us new hearts, Lord. You renew the right spirit in us, Lord, so that we may care for one another and do your will. Father, we have one in our original country of Kenya, Uhuru Kenyatta. We thank you for his father, the founder of our nation. Thank you, Lord, because when we had Jomo Kenyatta, we never experienced the bitterness of inflation. Lord, we know the economy was spoiled by wickedness, but we ask that you forgive and heal our nation, Lord. Father, we commit and commend Uhuru Kenyatta unto your mighty hands, your able hands. Somebody is trying to disable him. Even us, the people of Shades, Lord, was disabled. But the king called him to come forth and dine with him on his table. This time, Lord, circumstances want to disable Uhuru Kenyatta. But in the name of Jesus Christ, we dismantle and pull down the strongholds of Satan, the enemy, the academy of God and man, claiming that Uhuru Kenyatta may be set free. We know Jesus Christ is our way, our truth, and our life. Nobody can come to the Father unless we pass through the Lord Jesus Christ. O King of glory, the King of kings, and the Lord of lords, we cry to you this afternoon, have mercy upon Kenya, Lord. Even the war between Kenya and Somalia, Lord. We know you intervene so that there is no further bloodshed. Father, we pray that this hate issue be dismantled in Jesus' mighty name, so that Uhuru Kenyatta will be able to participate in the development and progress of our beloved country, Kenya. Likewise, Lord, we pray for this nation. Commit Obama and his family into your able hands. We know you have enabled him, Lord, to prosper and to succeed to this extent. We know all is not well, but because of you, Lord Jesus, and because we can do all things through you, you can turn the tables around and may help us, Lord, to conform to your ways and to do your will. And whatever is wrong in Obama, Lord, rectify him and mend his ways, Lord, so that you give him a favor, give him a second term. And Lord, we decree favor, God's favor upon Ushindi members, Lord. I decree and pray and declare that you give us favor, Lord, so that everybody in Ushindi is free to worship freely, to live in this nation freely, Lord, and to work freely without any fear, without being dismayed. Thank you, Lord Jesus, because you are our King, Alpha and Omega. Thank you for hearing and answering our prayers in time of need. Give people, Lord, legal documents, those who don't have any, so that they may be able, Lord, to serve you freely. And help those who are sick. Thank you for the prayers that have come before you. My love is Lord. And we know that it's one kid who fell yesterday, Lord, how he pain in his leg. I've seen one kid in this church, Lord, with a bandaged arm. Lord, help us to bandage the wounds and to soothe the scars of each other in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, because whatever we have not prayed for, you are fulfilling and accomplishing, because all things are possible with you. For we have prayed, believing and trusting in Jesus' mighty name.
Mungu akubariki wote.